Na mjomba, ninakuita hapa. Sijui ambacho nataka kukuambia, kama utakichukulia aje au labda utaona ni maamuzi ya ajabu au ni maamuzi mabaya, lakini ni kitu ambacho nimejifikiria sana na nimeona kama inaweza kutusaidia sisi kama familia. Kwa kweli mjomba, kutokana na hali ambayo tunaishi nayo hapa nyumbani, maisha, ndoa yako na mama Aila, nimeona kama sina jinsi au sina budi kinyume na kwenda kutafuta kazi nchini. Nahisi labda angalau itatusaidia sisi kama familia, basi tufanikishe au tusidharawiki tena familia yetu. Au mama Aila anakushika vibaya sana, kila siku ni masimango, matusi. Sipendi Aila akuwe katika mazingira haya, au tuone kila siku sisi ni wenye huzuni, kulia. Naona labda nikatafute kazi mjini, iwe hata ufanye kazi, nifanye kazi za ndani, kusafisha, kupika, popote pale. Kwenda mtaweza kusaidia familia, nikusaidia wewe angalau. Sijui. Mwanangu, neno ambalo unaongea ni vizuri sana. Na sidhani kama sija kupinga. Lakini hayo ni maisha tu mafupi tu. Na muda mfupi kutaisha. Sababu maana tukumtegemea sana Allah alikuwa juu. Ndio anageuza maisha ya binadamu. Hata mimi pia sipendi maisha yetu yapo hivi kila siku. Lakini kuzidi kumomba Allah na imani Allah ni mjibu wa kila binadamu. Jambo lako ni nzuri na sio kalipinga, sababu mji unaenda huko, huyo mji mkubwa sana na ni mji ambao una makubwa yake, wahuni, wafidhuli, watapeli. Kwa kweli ndaulizia ili utafutie fasi pazuri tu unaenda kutafutia para chochote upenda kutafutia, na tusubiri tumtegemea Allah tuulizie ili upate sehemu pazuri pa kwenda. Inshallah. Basi naona itakuwa bora tukifanya hivyo, maana maisha inabidi tuendelee, na sio kama napenda kuacha hapa nyumbani, lakini kwa kweli hali inaniumiza sana mama Aila ananiumiza sana kuona anavyokudharau, anavyotunyanyasa kila siku, anatusimanga. Yaani inabidi tuendelee kutafuta. Mungu aturahisishie kabisa inshallah. Sawa mwanangu, naona umeona ndani kwanza ufagie, maana kitofu akikuja huko na ni hatari. Sawa kweli. Sasa hata kusema kingine cha kumchambia. Sawa. Kwa kweli mwanangu ana maneno mazuri sana. Ana maneno ambayo yafurahisha sana, ananiambia katika nafsi yangu. Mtoto ana maneno mazuri sana anashia katika nafsi yangu. Ila ana shida ni mtafuta sehemu pazuri, maana ni nje anaenda yemo. Okay, inshallah Allah mtilie pesi mwanangu, na mimi pia Allah mtilie pesi kutafikisha au kutafuta ili tupate hasa pazuri na kufikia. Amani. Naam. Ule mtumishi Fabiola ameshindikana. Unayajua yote. Sasa tumemsubiri mpaka hivi. Mke wangu ndo anafanya makazi zote. Siwezi kuvumilia hayo. Juzi kumuleta au anatumika. Watumishi ndio wanapaswa watumike na wanapokea vizuri. Sasa kwa hiyo wewe nimekuita juu nikupe kazi. Kazi gani ndio? Uende. Sio kuacha kazi. No. Uende na kupa kazi. Unitafutie mwingine mtumishi. Tena wa kwenu kule kumkoa wa kwenu. Hadi nikamtoe Bilimani kule nyumbani. Huko Makamba. Ni nyumbani pale. Umlete mtoto wa heshima kwenye familia unayoifahamu vizuri. Wako wengi wanajua wako pale. Wenye wanajua kuheshimu wapatro wao, wenye adabu. Wana adabu. Sawa? Sio waizi. Juu unajua hapa kuna vitu vya samani. Wanaweza wakawa na tamaa. Lakini Fabiola alikuwa mtoto mzuri. Fabiola sio kusema Fabiola alikuwa mtoto mzuri, lakini sijui amekumbwa na nini. Sijui shida. Shida kwa mama yake, basi nimemkosesha hata kazi.
Hatuwezi jua ukweli wa mambo. Juu amesemea kusimu. Kama tunamdanganya kadi pata fasi nyingi. Tutajua tu baadaye. Yaliyo duniani yote yanajulikana, mwisho tu yanajulikana. Sasa wewe uende kama mwanaume, kama mtu mkubwa, utuletee mwingine mtumishi. Mke wangu apate na yeye kupumzika. Niendelee na mimi nampata kama kawaida. Juu hivi iko anachoka magharibi nikigeuza wapi? Hapana. Hapana, sio hivyo. Basi wewe unayaona yenye yako mwa hii nyumba. Hii masiku mke wangu nikifika magharibi namkuta ameshachoka. Amenipa sana, lakini anachoka ovyo juu ya makazi yenye sio ya kwake. Afanye makazi ya stress ya kuwazia mtumisha atarudi lini harudi. Basi makazi ya huku ya kude ya wapi anachoka sana. Yote hiyo mbaya. Sasa unaona mke wangu hapendi vitu ya stress. Ndio maana haiko anasubiri juu Fabiola arudi. Okay, hatujui atarudia siku gani. Sasa kwa hiyo amekawia kabisa. Wewe wende. Nakupa nauli. Utaenda urudi. Nakupa hela za kula njiani, au utasikia njaa. Tena hizi hela mimi nakupa ni za kazi, sio za kukuhemba wewe. Sawa, mshahara ziko pale kama haya. Na gisi siku hizi nasikia njaa. Ulishaanza zeeka vibaya. Basi rumonge mwa ile mikeke ya kule sasa napanda. Ndapita kwanza kule mikeke kwanza. Ile takutumia kulimikashi. Ujue tupitulie na mimi mikeke mke wangu siku nyingine apige mikeke. Sawa. Sawa? Asante. Hizo mimi naona zitatosha. Zinatosha kabisa. Nitajitahidi. Sawa. Gisi nitaweza, lazima tamleta tu. Wewe ufanye kizuri wezavyo, lakini ulete mtumishi mwenye atakuwa na heshima, aheshimie kazi, aheshimie mauja wake kama vizuri na kuheshimia wewe. Na wewe nitakupatia matabisi. Asante sana. Mimi naenda nitamtafuta. Nitamleta mwenye adabu. Siku hizo 2 au 3. Hata siku 1.5. Si makamba. Inawezekana. Si mbali. Naenda siku yote utafika. Sawa. Lakini kumtafuta siku ya pili. Kumleta siku ya 3. Ndio nitamleta. Tena mzuri, mwenye adabu, mwenye atakutia, atakuheshimu kila kitu. Mtiifu ni sawa. Okay. Asante sana. Kesho naenda kabisa. Ukienda fichama Rumonge unazikulia pale, unarudia bila mtumishi. Tunapambana. Mke wangu. Chenye nikuitia hapa. Kitu gani? Bali ni jambo la kheri na ni furaha kwako na kwangu. Umepata kazi? Bora nakia kupata tu nipata kazi. Sasa ukishakuwa na kazi si ndio inakuwa furaha kwangu, napata chenye nataka. Mke wangu. Saa moja kwa nanielewa kwanza, kama naongea tulia ili malize maneno yangu. Nakusikiliza, ongea. Naam, niko napenda kuuliza ya kwamba huko mjini katika baadhi ya familia yako sababu tasi nataka nitumane mjini akatafute kazi, huko tumpeleke mjini ili afanye kazi. Katika familia yako kama pana watu ambao wanatafuta mtu mfanyakazi wa ndani, tumpeleke tasi mtoto wetu ili afanye kazi inshallah. Kama kweli wewe ni mwanaume masuruali. Wewe ni mwanaume masuruali, ni mwanaume bukanzu wa kupauka. Umtume wapi? Mjini. Mwipoa wako kufanya nini? Akili mke wangu, ama ndio unaniambia mimi simeoa akili mke wangu. Sasa kama wewe ni mume ndio sina haki kukuambia lenye mimi nasikia kama linanisibu. Basi unaweza kunabeba maneno mazuri ya faraja ili na mimi nifurahi. Lakini kila siku ndani ya nyumba kuna amani. Sasa nikwambie, kama unataka kumpeleka tasa mjini, basi hiyo ni ukahaba, ndio nampeleka yemo. Sio kazi, ni ukahaba. Mwanangu naomba ataanza kufanya kazi ya ukahaba. Ni mwanao nini? Nini? Hivi umeshinda wewe kutafuta kazi, wewe kama mwanaume utoke chini usimame uende ukatafute kazi. Unamtumana yule mtoto mwanamke mjini? Unamuuzisha sasa. Ndio akakutafutia yeye maisha kwa kufanya ukahaba wake ule. Simama wewe mwanaume, funguka akili. Yaani kuna wanaume wengine na kwa gani sijui akili zao ziko wapi. Ndio nakwambia kubwa wa pua sio ndio wingi wa makamasi.
hivyo kukona hivyo na Basi urefu mke na nini, atawaza kumbe ni mwanaume mwenye busara, Basi kumbe mke wangu. hauna lolote. Basi mke wangu, habari ndio hiyo nikufikishia. Basi kama kwa hii Acha sinene. dunia kama kuna wajinga, basi wewe ni kiongozi wao. Mjinga mwanaume. Wewe ni kiongozi wa wajinga kabisa. Muone. Basi mke wangu, tunakuomba tu Allah akuongoze. Nipishie huko. Nenda huko mkauzishani, mfanye umalaya wenu huko mjini. Hakuna kingine chote kumempelekea mtoto mwanamke. Muone vile kanda mbili zisiofanana. Tatafute pesa mwanaume, uveke hata kama wengine. Nakwambiaga kila siku. Hivyo nafikia kwenda kumuuzisha mpwa wako. Wewe ushindwe kutafuta na ni jukumu lako. Na kushangaa kweli. Nenda huko mkafanye umalaya wenu.